Asante dada Maria. Habari za jioni lakini. Salama, karibu sana. Asante sana. Dada Maria, mimi kwa yanayoendelea sasa hivi naona kama tunafanya mrejeo yale tuliongea. Nakumbuka kuna siku moja nilishai kudokeza dada Maria. Na nakumbuka ulini crash kwa nguvu sana. Lakini wakati unani crash, mimi nilisema itafikia point mtaona tu. Unajua nilishai kusemaga hawa wanaoteka watu, wanachukua watu, familia zao zinajulikana. Ukani clash ukaniambia KJ bwana, hicho unachokisema iko sio kizuri kwa sababu kuwatendea watu si tofauti na kwa sababu wao wanafanya ubaya. Hiyo kitu haiko vizuri. Nilikwambia dada Maria, hawa watu wanafanya hivyo kwa sababu hawapati pain katika familia zao. Huyo mtu anayeitwa Mafwele, kama Mafwele akisikia mtoto wake South Africa amefanyiwa tukio la kinyama, lazima na yeye atakuwa anaumia, atapata ile sense ya pain. Unajua anayetenda siku zote akiwa anakutendea alafu wewe utoi response yoyote, hawezi ka feel the pain ambayo wewe unaipitia. Haya yote yanaendelea kwa sababu hakuna reaction. Yaani ni kama watu wanafanyiwa, leo mtu anavunjwa miguu, alafu hakuna reaction yoyote inayorudi kwa wao wanaotenda. Na ndio maana unaona jambo wanalofanya, jambo kama la kawaida la kijamii, alafu kuna mambo mengine unajua yanakela hata kuyawekea discussion. Unajua si discourage hiki kinachofanyika huko, hiki kinaamsha, lakini kwa mimi muda mwingine naona yani hivi hii nchi inaongozwa kisheria au inaongozwa tu kimihemko? Jambo likifanyika upande mwingine linakuwa sio haki. Jambo hilo likifanyika upande mwingine, huoni jeshi la polisi, huoni vyombo vya habari wakidili na juzi Amos Makala tu hapo mtoka kusema Chadema wanataka kuchukua virusi vya Ebola sio wasambaze ili kuharibu uchaguzi. Hatujaona jeshi la polisi likidili na Amos Makala. Double standard wanaoitengeneza hata kwa sisi tusiokuwa na vyama inatukera. Tunaanza kuona kwamba kumbe ni kweli hii serikali imekaa kikandamizaji kabisa wazi. Unaona? Haya, tukirudi sasa katika matukio mengi sana yanatokea, tuone jeshi la polisi hili wao wanajinasibu, wana intelligence kubwa katika masuala ya nani ya wapinzani tu. Intelligence gani ya kipumbavu hiyo? Yaani intelligence inaangalia upande mmoja. Juzi wakina nani Jokete sio wamefanya maandamano. Hatujaona jeshi la polisi. Ni wazi kabisa sasa hivi, yani hii nchi inaongozwa kitaratibu na sheria zilizopo zinaangalia wapi mtu atateleza, waseme na wakosa kimtandao. Sheria zilizopo wanaangalia nani anakosoa. Ni upuzi mtupu umejaa. Yani kuna vitu vingine vinakuwa ni upuzi uliopitiliza dada Maria. Yani upuzi uliopitiliza. Unalazimisha watu waende kwenye uchaguzi ambao mgombea ndo anateua wasimamizi wa uchaguzi. Sasa usi ni upumbavu. Yani ni upumbavu, hakuna kukwepesha nacho hapa. Yani kutufanya kwamba sisi wa Tanzania ni matahila sana. Alafu nguvu kubwa inatumika kumkamata mtu ambaye anayetuelezea kwamba jamani, uchaguzi huu tunaopotezaga nguvu, huu uchaguzi ni kama maigizo, kwa sababu tunaendaje katika uchaguzi kushindana na mtu ambaye huyo mtu tunaenda kushindana naye ndo anachagua refa, anachagua kamisa, anachagua uwanja, anachagua mashabiki. Umeona? Mashabiki wetu haruhusiwi. Ni vitu vya kitoto ukiangalia. Yani kama kuna watu wa idara ya usalama wa taifa, naamini na kuna changamoto. Yaani kama kuna watu wa idara ya usalama wa taifa, hivi vitu wanavyovitengeneza ndio bomu linakuja kulipuka muda sio mrefu hapo mbele. Tunaipenda amani ya Tanzania. Hao watu wote wanaojadili, hakuna mtu anasema kwamba Tanzania kiruke, Tanzania kichafuke, kwa sababu hatuna sehemu nyingine ya kukimbilia. Kila mtu anaipenda hii Tanzania. Tanzania ndio nyumbani kwetu. Umeona? Lakini hawana upeo. Mimi naamini intelligence ya Tanzania haina upeo mkubwa wa kuforecast nini kitaenda kutokea mbele. Yani haina upeo, imekaa kishabiki, imekaa kichawachawa, support mambo ya kipuzi. Hivi kweli kabisa wanalazimisha yani mtu aliyekosoa kwamba bwana tuingie katika uchaguzi uliokuwa fair, wanazuia. Anatoka Simbachawene anasemaje matakwa ya Chadema hayatekelezeki. Alafu unasema wewe ni kiongozi ambaye tunamtegemea ili taifa awe kama nembo. Ni hivi, ukiona watu wanapingana na justice, wamechagua udhalimu ambao unawalipa, huo ndio ukweli. Kwa sababu rudi katika akili ya kibinadamu ya kawaida tu.
Hivyo tunaendaje kwenda kwenye mashindano ambayo tunajua kabisa tunayeshindana naye ndo anayepanga watu wa kusimamia hayo mashindano? Wanasema uchaguzi wa nini, uchaguzi wa haki sio na nini, unapatikana wapi? Nakona kumejaa double standard. Alafu taifa limejaa viongozi wana ubongo mzito, upeo finyu wa kufikiri. Wanaongea mambo, kila jambo wanaleta katika masuala ya kisiasa tu. Sheria hizo tunazoambiwa tuzifuate ndo hizo wao wanazozivunja. Watu kwenda mahakamani kusikiliza kesi, wanasheria wanasema ni kitu ni haki yao. Leo hii unakamata watu, unapiga, hawajafanya fujo, watu hawajaja na mawe, hawajaja na mapanga pale, unakamata unapiga. And you take it normal, and unaona ndio namna pekee ya kutunza hii, tutunze amani. Tuna hapo manake tuna press down kwamba kuwe na nini, na utulivu ambao watu moyoni mwao wanawaka. Yani hiki wanachokifanya, nakwambia dada Maria, hiki wanachokifanya serikali na idara ya usalama wa taifa wa Tanzania, hiki wanachokifanya ni kama kupress down baluni kwenye maji ili lizame. Kuna siku tu litaibuka, and watajuta.